Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, katika maelezo ya Ali bin Abi Talib anatuambia kwamba mimi nachukia, ambaye ndio kiongozi wetu sisi katika imamu wa kwanza au khalifa wa kwanza wa mtume. Yeye anasema akrahu lakum, nachukia kwenu nyinyi wafuasi wangu kuwa ni wenye kutukana. Haya ni maneno anazungumza Ali bin Abi Talib, na sisi ni wafuasi wake. Sasa leo tukisema sisi la hatuna sifa hiyo, na zikatoka fatwa za viongozi wetu kukataza hili swala, watatokea watu wasema la, hiyo ni taqiya. Mashia wanafanya taqiya, hawa bwana watukana, wanalaani, lakini wakificha, wanafanya kuficha tu hayo mambo ili kuwadanganya watu, ili kuwarubuni watu, ili wawavute watu kwenye itikadi zao. Sasa tuwaulize wale ambao wanasema hivyo, watuonyeshe wale waliowavuta watu, wale tuliowavuta wakaingia kwenye ushia, afu kisha baadaye wakafundishwa matusi. Yaani wakafundishwa matusi kwamba jamani, katika itikadi ya Shia ili uwe Shia barabara lazima utukane. Watuambie katika zile kuna usulu din, kuna furuu din, watuonyeshe matusi ya kwao. Hizi ndio imani, ndio aqida. Sisi tunasema kwa maana kwamba katika maswahaba kuna ambao walifanya mambo ambayo si sahihi, na hii ndio ile Imam Ali akasema lau ungeyazungumza, yani ndio ile kwamba tunazungumza faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Tuzungumza, yani sisi tuyazungumza kwamba haya mambo yalikuwa hivi hivi hivi, fulani kafanya hili, fulani kadhulumu. Unapozungumzia kudhulumu si tusi, unapozungumza kwa kadhulumu ndio ile Imamu anatuambia lau ungesema hali zao, ungesifia sifa zao, ili si tusi. Kwa hivyo wale wanaoshabikia kwamba Mashia hutukana maswahaba, lakini kuna wengine nafikiri kiwango kasema wanatukana mpaka wake za mtume, bali wanasema kwamba wanatuhumu kwamba Mashia kwamba hata wake za mtume Ummul Mu'minin Aisha wanaudhu billahi min dhalika, kwamba amefanya fahisha, amezini. Wanatuegemezea sisi ya mambo, ambapo kienda kwa ulama wetu wa tafasiri za Qur'ani kwenye ile aya zile aya katika kile kisa cha ifki kile, nenda ukaangalie, wanakataa wote kwamba haiwezekani kwa mke wa mtume yoyote, sio mtume Muhammad tu, mke wa mtume yoyote kuingia kwenye fahisha. Mwenyezi Mungu amekinga hilo. Anaweza mke wa mtume akaingia akawa ni kafiri, anaweza mke wa mtume akawa ni fasik, anaweza mke wa mtume akawa ni dhalim, anaweza mke wa mtume akawa ni asi, lakini katika maasi yote hawezi kwenda kufanya khiana kwa mtume. Yani kwenda hii ndio itikadi, kama katika itikadi ya Kishia ni hii, kwamba hawezi mke wa mtume yoyote, sio mtume Muhammad tu, yoyote kwenda kinyume au kufanya khiana mumewe, kumfanyia khiana mumewe. Anaweza kumfanyia khiana katika masala mengine, katika masala kwa mfano ya dini, akamkataa mumewe katika masala ya kiimani. Anaweza kufanya khiana katika masala ya kiibada, akawa hafanyi ibada. Hayo yanatokezea, lakini kwenda kinyume katika haki yake ya ndoa, hilo sisi imani yetu tunasema haliwezekani. Kwa hivyo nyinyi mnaopiga debe huko kwamba Mashia wanasema wake za mtume wamefanya fahisha au Mu'mina Aisha wanasema hivyo, ni uongo. Ukienda katika tafsiri za hao wanazungumza hivyo, kwamba wanazungumza hivyo kwamba Mashia wanatumiwa hilo, nenda kaangalie kwa tafsiri zao. Kwa mfano nenda katika ukamsome Imamu Suyuti katika tafsiri, ameelezea katika watu waliomtuhumu Mu'mina Aisha walikuwa maswahaba, walikuwepo. Mmoja hapo ni Hassan ibn Thabit, ameandikwa mle Hassan ibn Thabit. Sasa je, Hassan ibn Thabit ni Shia? Mtuambie, tuelezee sehemu ya 6.